hii wiki tunaona Apple wameonyesha product mbalimbali na kurelease ikiwemo iPhone 17e, iPad Air, MacBooks ambazo zimetoka, MacBook Air, MacBook Pro, M5 Pro pamoja na M5 Max pamoja na MacBook Neo. So kabla sijaanza kuzielezea hizi product, nina announcement moja kwamba my cousin alikuwa anasema kwamba sitaweza kufikisha subscriber 100,000 huu mwaka, na wewe hapo ndio una uwezo wa kuthibitisha kwamba kuna uwezekano wa mimi kupata subscriber 100,000. Utakachokifanya ni kusubscribe, kulike pamoja na kushare. So let's go back to the video. So katika hii weekly release ya Apple kuna product ambazo zimekuwa released including 17 Air, MacBooks pamoja na iPad Air M4. So hizi product zote tunakumbuka, hizi product zote zilikuwa rumored tangu mwezi wa pili kwamba mwezi wa tatu kutakuwa kuna product zitakuwa zinatoka, na walikuwa na predict a lot katika ile MacBook ambayo itakuwa inatumia A18 chip, lakini hawakupata jina lake. Lakini recently kuna leak moja ambayo ilikuwa inaonyesha majina ya MacBook mapya ikiwemo MacBook Neo. This is the new MacBook ambazo zimetoka. Imekuja katika rangi 4. Kuna indigo, blush, silver pamoja na citrus. Hizi ni rangi mpya ambazo zimetoka katika hii MacBook ambayo ni budget, na gharama yake ni $599 ambayo ni sawa na $1,600,000. Kwenye hii MacBook Neo there are a lot of things ambazo zipo ikiwemo kwenye USB 3.0 pamoja na 2.0 ambazo ziko mbili. Pia ina iPhone jack na speaker yake, hivyo ina trackpad, lakini trackpad yake sio kama hii yenye haptic ukilinganisha. Ina kamera ambayo we don't expect to get the quality kubwa kwenye kamera kwenye MacBook ambayo ina gharama ya $599. Lakini the good thing and I think ina kitu ambacho kiko more interested ni kwamba ni build katika aluminium. So I think tunajua kuna Chromebooks ambazo mostly of the laptops ambazo zinatengenezwa za Dell, HP na nyingi ambazo ni budget zimetengenezwa for plastic, lakini Apple they've surprised the users, surprise customers wake, wameitengeneza ile computer kwa kutumia aluminium, which is much interesting. So tunaona specifications, tunaona pia ina performance yake ni nzuri kwa mtu ambaye anakuwa anatumia vitu vya kawaida including students. So students nadhani walikuwa wananunua iPads kwa gharama kubwa kabisa mpaka inafika $600 including the pen pamoja na the Magic Keyboard. So this MacBook ambayo imekuja ipo kwenye storage ya aina mbili, ina 256 pamoja na 512 pamoja, lakini hauwezi upgrade RAM. Zote zinakuwa na RAM 8, lakini inaweza kufanya performance nzuri kwa ikiwemo kwenye AI stuff pamoja na vitu ambavyo vya kawaida tu. Hii MacBook Neo ina chip ya A18 chip ambayo ni chip ambayo inatumika kwenye iPhone 16 Pro. That is nice. I think ni mojawapo ya product ambayo imewashangaza watu wengi na watu hawaja expect kwa ile price ambayo imekuwa mentioned. Product nyingine ambazo zimetoka ni kwenye iPhone 17e ambao gharama yake ni $599. Specifications yake ni inatumia A19 chip, peak brightness yake ni 1200 na chini yake ni typical brightness yake ni 800. Specifications zingine ambazo zipo, ina uwezo wa high scratch kwa haraka. Kwa hiyo kuna ceramic shield tu ambayo imewekwa, kwa hiyo inapunguza mara 3 zaidi ya ile ceramic shield ya zamani. Feature nyingine ni kama vile kuhakikisha kamera yake inatumia 48 megapixel pamoja na 2x telephoto, optical zoom na 4K up to 60 fps double vision. So we expect to pata the quality nzuri kabisa ya picha pamoja na natural skin itakuwa inaonekana vizuri kabisa. So another products ambazo zimetoka ikiwemo kwenye iPad pia ambayo inatumia M4 chip yenye RAM 12. We expect kamera yake sasa hivi imebadilishwa, imekaa kwenye landscape badala ya kuwa kwenye portrait. Hiyo ni moja wapo kitu ambacho kimalika, na bezel yake ni nyembamba ukikompea na ile ya nyuma, kwa ni nyembamba as the iPad Pro. Feature nyingine ni ina support kutumia kwenye Magic Keyboard pamoja na Apple Pencil Pro. Other things ambazo zimetoka kwenye hii ni kuhusiana na M5 Air pamoja na M5 Max na M5 Ultra.
So this M5 Pro pamoja na M5 Max, so these products za M5 pamoja na M5 Max ni zile product ambazo zinatumika kwa wale watu ambao wanafanya kazi zinazohusisha high GPU pamoja na multitasking, AI stuffs na vitu kama hivyo, kwa sababu tunaona CPU core pamoja na GPU cores they are much higher as compared na zile za M4 Pro pamoja na M4 Max. So stay tuned and wait for the videos ambazo nitakuwa na dive deeper the products na uweze kuzielewa. Kisha subscribe, like, comment, share na wengine. Catch you in the next one. Peace.